Kwa majina naitwa Scholastica Masawe. Nimetokea Kariwa. Nilipata shida, nimepewa namba na rafiki yangu, ilikuwa siku ya Jumatano. Nikawa nimemwambia nahitaji kwenda kanisani kwa mchungaji. Ananiambia nenda aongee naye, namba yake hiyo hapo. Nikawa nikampigia baba mchungaji, nikafika hapa kanisani, nikamkuta, akanipokea kama mchungaji na mwinjilisti. Nikawa nimeeleza tatizo langu kwa mtoto wangu wa kwanza. Ana mazingira kutoweka nyumbani, anaenda stendi, anapotea kabisa, simuoni. Juzi kwenye Jumanne, nilikuwa namtafuta ndani ya wiki moja. Sikuwa nimempata. Kuna mtu akapita stendi, ananiambia nimemuona George stendi, yuko na wale wapiga debe. Nikatoka, nikamfuata na nikamkuta. Nikamuuliza umfuata nini stendi? Na analala pale stendi. Akaniambia mama sijui. Nikamwambia twende nyumbani. Akakubali kuja nyumbani. Nikaa nimemueleza mchungaji usiku swala la mtoto wangu la kuondoka nyumbani, haonekani kabisa. Na amekuwa hivyo mara nyingi. Mchungaji akaniambia tatizo sio la mtoto. Tatizo liko kwako wewe. Baba mchungaji akaniombea. Jana nikapigiwa simu na babake mkubwa, ambaye familia hiyo ilikuwa kabisa haitaki hata kumsikia mimi na mtoto wangu. Mpe Mungu kwanza makofi mazuri. Akaniambia wewe ni mama George? Nikamwambia ndio. Akaniambia mimi niko hospitali ya Kibong'oto, nimekuja kwa ajili ya kazi, nahitaji kuonana na wewe. Haleluya. Nikamwambia sawa. Nikafika muda wa 2:00 na nilikuwa simjui kabisa, nawasikia tu lakini simjui. Akanifuata, tukakaa tukaongea, akaongea na George, akamwambia mwanangu unataka nini? Akamwambia nahitaji kwenda kusoma. Akamwambia unahitaji kusoma nini? Akamwambia nahitaji kusoma mambo ya photography, computer, mambo ya fish na nini, wanyama pori. Akamwambia sawa mwanangu, naomba nifike Dar es Salaam nikutumie na ule uje na usiondoke tena nyumbani. Uje tuje tufanye mpango wa chuo. Na hata hivi ninavyoongea amenitumia message hapa. Akaniambia shemeji, nilichelewa Mawenzi hospitali, wanadiara usijaki hospitali. Lakini nitakapotoka hapa nitaonana na wewe, maana kesho naondoka. Ninamshukuru Mungu sana kwa sababu sikuwahi kuambiwa kwamba mtoto huyu ana shida gani na wale ndugu zake wala yule baba yake. Tuliongea mengi, akaniambia shemeji, sikujua kama unateseka na huyu mtoto. La pili, natoa tena ushuhuda. Nilikuwa naenda madukani jana. Yaani ni maombi ya siku moja. Ndio. Akaniambia wewe ni mama George, mbona umependeza hivi? Acha. Nikamwambia kwani nimekuja, umependeza. Wow. Jamani, unafanya kazi gani sasa? Haleluya. Na hauna hata sina hata kazi. Akaniambia naomba basi unitafute, nimehamia kwangu. Ndio. Nataka kuja kuzungumza na ni kitu ambacho nilikuwa nikutana tunasalimiana tu. Hajaye kuniambia umependeza. Nikakutana tena na mtu mwingine leo nikiwa napanda. Akaniambia mbona umependeza hivi? Au ni macho yangu? Nilikuwa nimeshakata tamaa kabisa. Ndio. Na baba mchungaji alinipa maji ya Kilimanjaro madogo. Anambia mwanangu ukifika nyumbani aidha uoge na mengine unywe. Kama utaharisha. Kama utapika utapika. Niliharisha kitu cheusi. Haleluya. Mpe Mungu makofi. Ongeza makofi wewe. Niliharisha kitu cheusi. Sasa hawa wanatamani na hicho kitu cheusi wakione. Jamani. Niliharisha kitu cheusi. Ndio. Ambacho yani choo kizima. Ndio. Yani harufu ile kule chooni sijui. Mpaka leo. Najisikia tumbo langu lina amani. Nilikuwa siwezi kula kitu kidogo hivi kikaisha. Mpaka leo najisikia vizuri. Nina amani, ninalala usingizi. Namshukuru Mungu. Ndio. Sana baba mchungaji. Ndio. Amen. Huo ndio ushuhuda wangu. Na mtoto wangu ameniambia mama, ninatamani kuja
kuonana na baba mchungaji. Ndio. Lakini vile kuna kazi kidogo nimepewa na jirani nafanya. Mimi nimeingia maombi siku moja. Nimemwona Mungu anavyofanya kazi. Ndio. Nilikuwa siamini kwamba Mungu anafanya kazi. Natoa shuhuda, niliwahi kwenda kwa mganga kwa ajili ya mtoto wangu. Lakini sikufanikiwa chochote. Lakini nimekuja hapa ninamwona Mungu anavyofanya kazi.